Alright. Mwiroreri wa Baruthi wa Thayo TV ni muthenya ungi wa mwanya muno Ngai atuhe na nienda guikara ngimuonagia maundu maingi na ngimurehagira maundu maingi thiini wa channel ino ya Baruthi wa Thayo TV na muthenya wa muthi ndire wiki ndi guku mwiki na nijerire mutumia omwe na ndakurire horo wa guteithia no horo wa testimony ti horo wa Mugikuyu peke yake tukorwo tugikava story cia mithemba mingi na cirahutia andu ingi na koguo we ukiri hau karibu sana nigetha tumenye twina umugeni uriku rucini rwa umuthi na oimite ku na etagwo atia na rugano rwake ruikaire atia koro hinda kuhutiria hanini one mwe atumia ringiuga mahotete guikara maisha ma kwiyumia na kwihoka Ngai thutha wa mathina maingi muno na tundakurire ngano ici ti cia Gikuyu atheri nie ndire haha gukava tu Mugikuyu ndi haha gutukania tondu bururi uyu ni witu niguo gutigirira ati maundu mothe ni moga wega na muno makirio na ku balance tondu gutiri mundu utari thina gutiri mundu utari story riu nikio ndikiri haha so karibu sana mama Frida mama Mwikali. Bas, karibu sana. Salimia mtazamaji wangu ambaye ako YouTube kwa Baruthi wa Thayo TV na huku pia msalimie ndio ajue wewe ni nani, umetoka wapi. Yes, tuanze hapo. Hi everyone, nimeshukuru sana. Kwa majina ni Maureen Mwikali Mutinda ama Mama Frida. Maureen Mwikali Mutinda ama Mama Frida. Mama Frida uko ni wapi? Kwetu ni Makueni County, Mutito Andei. Mutito Andei. Yeah. Wow. So Mama Mwikali, tunaweza jua labda ulisomea wapi kwa sababu kuna mtu labda anaona hii video na angetaka kujua ulisomea wapi, labda maybe alisomea huko, ulimalizia wapi, kutoka hapo ulienda wapi? Yes, na umelelewa bado huko ama? Primary nilisomea Kilumilo Primary kwa School. Sauti. Primary nilisomea Kilumilo Primary School. Nikamaliza nikaenda Mudhingini High. Sikumaliza huko. Nilimalizia Joantes Mutito Andei town. Yeah. Okay. So after kumaliza ulienda wapi? Kwa Sauti. Nilikuja Nairobi nikaanza hustle. Finally nikaolewa. Finally ukaolewa? Yeah. Ai, kwani uliolewa haraka aje? Nataka utupe yako ka story jinsi mlipatana hivyo. Mimi kwanza nilikuwa na boyfriend, nikazaa mtoto wa kwanza, nikarudi nikazaa mtoto wa pili, ikakuwa ndoa. Hiyo ndoa ikafika mahali, let I say ni kama sinaga bahati ya kuolewa. What do you mean? Yeah, juu hiyo ndoa ilileta mashida, ikawa ni kupigwa. Ikafika mahali nikaonelea tu nikuja Nairobi kwa sister yangu. By the time nilikuja kwa sister yangu, rafiki yangu mwingine tukapatana wa kwetu akaniambia it's better you hustle kuliko ukae maisha kwa sister yako juu hapo utakaa kama maid na utalipwa. Akanichanua. Sister yangu akaniachia mtoto, mimi nikaenda nikamdrop daycare. Huyo best yangu akanipea 50 bob nikalipia huyo mtoto. Then mimi nikaenda hustle. Kurudi jioni nikaambiwa huko kwenye ulishinda uende Aya, na sister yako? Yes. Niliacha mtoto daycare. That's why sasa nilichukuana na huyo dem. Tukaanza maisha sasa. Finally nikiwa Mombasa Road nilikuwa nafanya Mitchell Courts kama cleaner. Ndio nilipatana na jamaa sasa. Sasa ukasema hapa ndio mwisho. Nikaona kwanza ni si kabila yangu. Actually niliet makabila zingine juu zilinicheza. Nikapatana na Mugikuyu. Sasa nikaama kwenye nilikuwa naishi Kitengela, nikahamia sasa Mwiki kwa bwana. Sauti. Kuolewa niliona ni kama nimefika. Maisha haikuwa mbaya. But after tumepata huyu mtoto mdogo sasa, ndio nilienda nikapata mtoto vizuri. Kufika mtoto kuzaliwa, alikuwa mkubwa. Alikuwa na 4 kg. Actually alikuwa mzuri. Kwa hivyo ngoja kidogo. Uliolewa ukiwa na watoto wangapi na huyu bwana wa mwisho? Bwana wa mwisho tulizaa na yeye watoto tuwili. Na huyo wa kwanza? Hao wa kwanza nilizaa kwa hiyo ndoa ingine. Walikuwa ngapi? Walikuwa watatu. Yeah. So huyu bwana mlisikizana aje ndio aamue kukuoa ukiwa na watoto watatu? Nikiwa na watoto hakuwa na shida juu alitaka wife. Na nilikuwa nimewaacha nyumbani. Ikafika mahali unajua maisha watu wawili ni tamu.
Sasa venye nilipata mimba ikabidi anioe. Sasa nikakuja nikazaa huyo mtoto, ndio sasa nikaendea hao wengine wangu sasa. Kwa hivyo tayari alikuwa ashajua kuna wengine watatu. Nilikuwa nimemwambia. So ndio huyu sasa mmepatana, mmepata mtoto wa kwanza ako sawa. Mkapata mtoto wa pili, ndio huyo sasa shida. Alizaliwa akiwa sawa, but by bad luck akaanza kufura tumbo immediately. So after kufura tumbo hatukukuja home. Tulijambiwa tunatafutiwa referral ya Kenyatta kwa machine. Sasa ndio tulitoka huko hospitali direct tukaenda Kenyatta. Kufika Kenyatta mambo ndio ilikuwa wasi. Juu sister yake alikuja akauliza akamuita, walikuja na yeye. Sasa bwanako akauliza daktari, mtoto ako na shida gani? Akaambiwa. Akamuuliza na hii shida inaendelea for how long? Akaambiwa it's a process. Walitoka tu, mimi nafikiria wametoka either wanitafutie kitu ama nini. Wakaenda kumpigia simu, ndio aliniambia hata brother yangu anaweza anza Pampers number 1. Ndio aliniambia. Brother? Yaani huyo sister yake. Nilipiga simu ya bwanangu, sister yake akachukua. Akaniambia hata brother yake anaweza anza Pampers number 1. Yeah. Pampers number 1 kumaanisha aje? Anaweza oa tena na azae mtoto mwingine, hivyo ndo kuanzisha Pampers number 1. Yeah. So sister ya huyo bwanako ndiye alisema hivyo. Bwana, juu yako help. Si boma iko hivi, boma yenye nilikuwa nimeolewa. Yeah. So alafu ikakuaje? Sasa mimi sasa ningefanya aje isipokuwa sasa ningangane na mtoto. Ndio sasa nilitoka hospitali, nikakuja nikakaa. Nikakuwa ni kwenda hospitali Kenyatta kurudi. Mtoto wangu akatengenezwa njia. Tukaanza mambo na hakuwa anaweza kutoa choo peke yake. Venye Kenyatta walitengeneza njia, kulikuwa na ka growth katikati ya njia huku. Walisema it's like baketando, juu ilikuwa kitu inakaa hivi. Hiyo walitoa na wakatengeneza njia. Wakasema sasa mtoto anaweza pass nini? Stool. But ikakataa. Kukataa wakasema itabidi tununue chuma zinaitagwa dilators. Zinanunuliwa huko greenhouse. Nikaendea greenhouse. Nikakuja nikaanza kuweka mtoto. Najua sasa hiyo nimetoka na chuma hospitali, nimekuja home. Kukuja kwa nyumba ikabidi naweka hizo chuma, lakini after 4 days naenda wapi? Kenyatta mtoto akatolewe choo. Ikawa hizo chuma zisaidii. Ninangangana naenda na admitiwa. By the time choo imefura sana kwa tumbo, wanaenda wananiadmit. Wananifanyia kitu inaitwa washout for some days ama months. Nakumbuka kuna time nilikaa hospitali 3 months. 3 months 2 weeks. Hapo ndio at least nilikutana na wamama wako na shida like bibi ya Waiganjo. Bibi ya Waiganjo sitasema sana juu hiyo ni example tu. Tulikuwa tunalala, yeye analala mbele na mimi nyuma. Mtoto wake alikuwa na shida ya kukojoa. Sasa hapo ndio tulikuwa tunapeanaga at least changamoto. Waiganjo, Paul Waiganjo muimbaji. Aya, mlikuwa hospitali moja? Nilimjulia ward. Tulikuwa tunalala na bibi yake, lakini alikuwa na visit bibi yake. Kutoka wakati tulisikia story ya Waiganjo, mtoto wako bado amekuwa mgonjwa? Tulikuwa na wao huko, hata walitoka Kenyatta wakaniacha huko. Yeah. So kesi ya mtoto wake ilikuwa inakaribia kama ya mtoto wako? Shida ilikuwa ya mtoto wangu ilikuwa ya kutoa choo, kukojoa kwa sawa. Na ya mtoto wake ilikuwa vice versa, ilikuwa ya makojo. Sasa after kusikia mtoto wa Waiganjo amepona, ni nini ulijiambia ama ulisikia vipi? Uliona huenda hata wako atapona hivi karibuni? Actually for one, tulikaa ward, tukakuwa marafiki. Na yeye? Na bibi sana. Bwana sikuwa anamjua sana, lakini akikuja alikuwa na visit bibi, akitoka anaacha ameomba. So akiomba hakuwa anaomba eti hapo kwa bibi yake kwa kitanda. Alikuwa anaomba generally kwa ward, anasema tuombe, tuombeni. Na mao yama ukwaria mani madeithagie muno. Wacha niongee hiyo Kikuyu kidogo. Hiyo maombi yake ilikuwa inanisaidia sana. Na ananipea at least confidence. Bibi yake alikuwa na smartphone. Mimi sikuwa nayo. So alikuwa anaweka hizo nyimbo. Juu mimi niko chini ya miguu yake. Sasa at least nasikia hizo nyimbo
alikuwa anaweka nyimbo za bwanake. Oh, worship. Juu Waiganjo ni worshiper. Sasa hizo nyimbo kama hii ya Ngai mahinda mothe. Ngai mahinda mothe. Sikuwa najua Kikuyu sana. Lakini juu kulikuwa na mama mwingine bado alikuwa ametoka Kinangop. Sasa wakiongea at least nikaanza usicheze na 2 months usikaa na mtu utajua. So nikaanza catch up kidogo. Ndio sasa akiweka hizo nyimbo nasikia at least kuna That's why nakwambia by the time nilisikia mtoto wake amepona, nilifeel vizuri. Na bibi yake akanipigia simu after kutoka India. Akaniambia Mama Frederick, tunajuana kama majina za mama, so sijui jina ya bibi. Tia bidii na Mungu atakuonekania. Kama Ephraim amepona, hata Frederick atakuwa. Mpaka unakumbuka alikuwa anaitwa Ephraim. Najua anaitwa Ephraim. Na mtu mwenye ana watch YouTube, kama unajua Waiganjo, mwambie rafiki yake bado ako hapa anateseka, mwenye walikuwa naye hospitali, bado hajaipata usaidizi, tujue venye tutafanya, maybe tushikane na marafiki kadhaa, alafu tuone kama atasaidika. So, yeye ilifika mahali basi wakatoka hospitali na ukasikia wameenda India na wamerudi na mtoto amepona. Na nafikiri pia umeniambia uliona wakifanya birthday juzi. Ulisikia aje? Nilifurahi huyo mtoto kupona na pia nimanyitereire. Muthuri ni andumeire bia na mutumia wake ni okire kucera gwakwa. Wow. Na akinjira twitikie Ngai. Nginya ni aririre mutumia ucio ni aririre maithori. Aririkana kora tumete. Ajirire Ngai ni ahotaga. Yeah. Oi. So mtoto wako amekuwa akitibiwa. How far daktari wamempeleka aje? Ilifika mahali. So, ngoja turudi nyuma kidogo. Nikukata kidogo. Bwanako umeambiwa afadhali aanze pampa ya kwanza. So kumaanisha bwana ameondokea ama ameondokea? Babake na yeye nakumbuka date 9 ya mwezi wa 10 akaenda Mombasa akachukua gari mpya. Akapita nayo Nairobi. Kufika hapo akasikia by that time nimeshikwa na nitakuelezea hiyo story ya venye nilienda Aga Khan. Ndio sasa tufike hiyo ya baba. Nimekaa nimeteseka nikateseka nikaenda Kijabe. Nilisikia Kijabe watu huwa wanatibiwa. Nikaenda hospitali ya Kijabe huko nikaadmitiwa 2 good weeks. Kukaa hapo ni ile tu mtoto kutolewa pupu. Hakuna nje ingine angefanyiwa. Nikaambiwa enda nyumbani mama, daktari wako akikuja tutakuita. Even today hawajaniita. Sasa ndio ikafika mahali nikarudi Kenyatta tena. After kutoka Kijabe nikarudi Kenyatta. Niliona tu ndio option yangu iko. Nikaonana na daktari mwingine anaitwa Dr. Mwika. For now ni daktari wa St. Francis na mrudishia shukrani sana alinisaidia. Dr. Mwika nikamuona akaniambia kuja wapi? Kwa hospitali yangu naweza connect na NHIF mtoto wako afanyiwe surgery. Nikakuja kwa Dr. Mwika na akanipokea vizuri sana. Hakuniitisha kitu. Sikulipa kitu. Dr. Mwika akanifanyia mtoto surgery hiyo day tu. Sasa to make the matter worse, alinifanyia surgery roho moja na mtoto akakaa 3 days akafaili kwenda haja kubwa. So akaniambia juu NHIF inafikisha hapo, itabidi niku discharge. Then the following day uende wapi? Kenyatta. It was very painful. Nilitoka huko, nikaenda kwa nyumba, nikakaa hiyo day, the next day nikaenda. Next day nikaenda Kenyatta. Sasa Kenyatta sina option na sijawaambia nimezunguka Kijabe ama wapi. Nikaenda Kenyatta tena. Ni ile wash out watoe ile choo mingi, waone kama hiyo choo ilikuwa imeshikana huko kwa tumbo, waone kama inaweza ondokea hiyo ingine fresh. Nikaishi huko naenda ikashindikana. Siku moja nilitoka kwa nyumba juu ilikuwa ukifika Kenyatta lazima ulipe 600. Ndio uone nani? Daktari. So hiyo day nilipata pesa late na mtoto wangu alikuwa na 5 days bila kwenda choo. Kukuta daktari akaniambia Mama Frederick, umekuja hospitali late. Kuja kesho saa hii sitaweza kufanya mtoto wako wash out. Na mtoto saa hiyo ananishika, anajifinyilia mpaka ana sweat. Mahali amekushika mpaka unasikia yenyewe uchungu imefika kwa roho. Mimi nikafanya nini? Nikauliza daktari. Kwani kuko aje? Daktari akaniambia, wacha nikusaidie Mama Frederick. Watu ni wengi na wagonjwa ni wengi. So, enda ufanye nini? Ukuje kesho.
Actually nililia. Kulia nikasema hakuna haja. Wacha tu nitii niende wapi? Na 600 imeenda hivyo na bado tuko njaa. The following day nikaamka, sikulala hiyo siku. Juu actually mtoto alisumbua sana. Juu alikuwa anaumwa na hiyo choo. Asubuhi niliamka, saa 12 nilikuwa town. Nikaingia kwa hoteli, nikakunywa chai na smoke mbili. Nikasema sasa napanda gari za kwenda wapi? Kenyatta. Nikarudi nikasema hakuna haja niende Kenyatta. Juu najua obvious. Yaani ni kitu ilikuwa imeniingia kwa roho mpaka naona tu it's like normal. Nikabeba mtoto wangu, nikapanda gari za Aga Khan. Kupanda gari za Aga Khan nilienda nikapitishwa na dereva wa matatu. Ni stress ama ni I don't know. Sijui ilikuwa nini. Kupitishwa nikamwambia mimi nashuka Osi. Osi wapi? Aga Khan. Ni huko nyuma mama, wacha kuzubaa. Nikashuka tu na mtoto wangu bado anaumwa. Amefura tumbo side moja unaona ni kama inapasuka. Nikaenda na katoto kangu kufika kwa gate, unajua obvious Aga Khan ni kuzuri. Unaitwa mam. Juu huko unajua ni pesa. Niliitwa welcome mam, karibu. Kuja, tupime mtoto kilo, then kwanza enda ulipe wapi? Hapo kando. Haya. Bahati mzee mwingine akapita mbele yangu. Najua for once sina pesa. Sasa ndio nurse mwenye alikuwa hapo akaniambia, "Lete mtoto kwanza, tupime nini? Kilo na joto." Mtoto wangu akaenda akapimwa. Sasa by the time nurse aliona hiyo kitu, aliniambia hapana. Ilikuwa tisho. Alitana. I don't know what happened. Sijui kulienda aje. Nikaona nimeitwa eti naenda ward. Nijaze sijui nini, dakika moja nikaitwa, mtoto wangu akaenda akaangaliwa. Ikakuwa ni mtoto aende surgery. Sijui hata alifanyiwa nini mimi. Hiyo time hata mambo ya pesa imesaulika. Nikaenda mtoto wangu akapigwa picha na siitishwi hata siulizwi kitu. Saa hiyo unawekwa kwa katroli, unabeba unapitishwa huko na uulizwi kitu. Yaani unasikia, nilisikia emergency nikashindwa. Kila tu. Hao watu wananiambia emergency na huyu mtoto wangu jana. Nilikuwa na yeye National Hospital. Na mweke huyo mtoto karibu atakuja hapa. So mtoto wangu alikuwa National Hospital na sikuona emergency. Kenyatta. Lakini na nilirudi na yeye akiwa kwa hiyo. Lakini huku umeambiwa ni emergency. Lakini huyu naambiwa huyo mtoto ni emergency. I don't know what to say. So kutoka hapo mtoto wangu akaprepare atuendi nyumbani sasa. Na uzuri wangu mimi na bag hatukuwa tofauti. Mpaka makaratasi zote za Aga Khan, si za Aga Khan sorry, za Kijabe, Kenyatta zote, masamari zote nilikuwa nazo kwa bag. Nikaitwa na daktari. Nilienda nikapea huyo daktari mpaka alihisi uchungu. Tukaadmitiwa, nikaambiwa mama unaenda ward. Huyu mtoto hawezi rudi nyumbani. Ndio mtoto wangu sasa akaenda akashughulikiwa ward. Sasa tukaenda theater. Kwenda theater mtoto wangu alienda akawekwa stoma. Colostomy. Sasa hiyo inamsaidia kufanya nini? Kutoa choo. Then wakatoa hizo zinaitagwa serial biopsies. Mimi si daktari but najua niliuliza. Serial biopsies ni hizo nyama za kujua ni intestines gani ziko na shida. So shida ya mtoto wangu ikajulikana na tukaenda nyumbani. After kwenda nyumbani tukaitwa tena admission. Sasa after tumefika nyumbani tulikuja tukakaa. Nimekuja sina bags. Sina anything. Bwana ndiye huyo alitoroka. Bags za kuweka mtoto ni expensive. Hizo colostomy bags. Sina. Hatuna chakula kukula mpaka hiyo day nilisema Mungu wangu na venye Aga Khan nakula kuku na samaki siningekaa tu hii wiki ward. Watoto wangu wananiangalia. Ilipofika asubuhi hiyo siku tumetoka Aga Khan. Nilifeel vibaya. Tukakaa hiyo day. The following day nikaamua kwenda kujitupa kwa mto. Nikabeba mtoto wangu nikafika place inaitagwa Kituamba. Nina huku chini. Uende ujitupe kwa mto. Watoto wengine walelewa na nani? Wamelala. Si nimetoka asubuhi wamelala. Niliita huyu mkubwa. Kwa hivyo wataambiwa mama alijirusha kwa mto. Nikasema acha nikufe na huyu mdogo juu ya shida. Kufika hapo nikasema si area iko na chief. Wacha nirudi niende kwa chief.
Kufika kwa chief nikakuta assistant. And I'm very sorry, mali yako ajuage tu alinikosea na mimi ni binadamu mwenzake pia. Oh yeah. Hata namuonaga hata kama sijali, ni wa wapi? Ni wa huku tu sijali. Huku Mwiki? Yes, and I know him very well. Alikwambia aje? Nilienda kwa mdogo wake nikamuonyesha hiyo nini. Akaniambia enda kwa chief, hapo kwa ofisi ya chief tuone tutakusaidia aje. Huyo chief whatever he is. Nilienda nikakaniza shida gani madam? Akaona venye nikamuonyesha akaniambia hapa si hospitali. Na tumezoea sana watu wanakulaga pesa na kujifanya na vidonda. Enda Mama Lucy, hapa si hospitali. Actually Chief, actually I become rude to that man. Wacha nimuite hivyo. Is my chief. Lakini aliniuma roho. Mpaka nikafika mahali nikamwambia, wewe nikakuwa rude sasa ndio anifunge nisirudi kwangu. Nipate hiyo shida tena. Nikamwambia wewe unafurahia wakati unaenda kwa choo, unainama unatoa choo vizuri. Sasa hiyo ninalia na mtoto wangu anafanya nini? Anatoa choo na side. Akaniambia enda hospitali. Huku si Mama Lucy tumezoea venye huwa mnadanganya watu mnakula pesa za watu. Enda. By the time ananikemea, kuna watu waliona wakafeel vibaya. Mama mmoja anaitagwa Madam Pauline, ni wa children's home. Sijai met ama aje. Akamwambia hapana, huyu mama ile pain anasikia na ni kitu real na ni ukweli. Wachana na yeye. Mama akaniita kando, na yeye sikutaka kumuongelesha. Juu niliona hata yeye nikimuongelesha akaniambia nyamaza, ndio niambie shida yenye uko nayo tuweze kusaidiana. Huyo mama akaniita kando, nikamuelezea. Na hata yeye sikutaka kumuelezea sana juu niliona tu ako tu kama hao. Akaniambia basi shika hii 200, enda upike, nitakutafuta. Nikaenda nikapika. And I thank God the following day nikaitwa job. Mimi ni mtu wa mjengo. Wewe? Yes. Mpaka wa leo? Ni venye sahi mashida za. So far una watoto wangapi? 5. Watoto 5. Na hauna kazi? Sina kazi. Acha nikueleze hiyo story sasa. Venye nilienda kazi, nikafanya hiyo wiki. Kabla niliingia kazi ya mame, kabla hiyo wiki haijaisha, nikapigiwa simu. Niko na wageni. Actually hao wageni niliwa direct na siwajui ni akina nani. Ndio nikaletewa watu wa Tuko News. Tuko News wakakuja, wakaniongelesha, then wakaraise story yangu. Sasa ukumbuke tunafaa kurudi hospitali. Na ujue venye sasa tumerudi hospitali hatusamehewi bill. Baadaye siku kwambia kama Aga Khan tulitoka na 620,000 free of charge without paying even a single cent. What? Yeah. Kwa nini? Zingetoka wapi? Hata ningeitishwa. Kwa hivyo si hata ungeitishwa ungekuwa saa hizi hospitali tu. Ningekaa huko tu usiku na otherwise. But I thank God walini release free of charge. Wow. Yeah. Kwa hivyo Mungu awakumbukane. Mungu anakujanga hivyo. Okay. Awakumbuke. So sasa condition ya mtoto iko aje na abula teo mtoto? Kuja baba. Najua tukiweka YouTube tutafunika uso. Sijui ungenipitia ile side, pitia hiyo side nyingine ndio sigonge microphone. Ndio tuone mtoto. So huyo ndio mtoto. Huyo ndio mtoto. So shida yake ni ati haezi enda haja ndogo. Shida ya mtoto wangu sasa, mtoto wangu alitengenezwa ukweli. Na akatengenezwa na akakuwa sawa. Date 14th alienda theater May. Na akafanyiwa surgery, akaweza kutoa choo. Okay. Mtoto wangu anaweza toa choo mwenyewe. Si unaona mpaka uzi mali zilikuwa zimefika. Si unaona huko. Zilikuwa zimefika hapa. Sasa mtoto wangu anaweza toa choo peke yake. Sasa shida ni mimi niko tu maisha ile tu sijui niseme aje, sina kazi. Rent mimi nilikuwa nalipiwa na madam anaitwa Patricia. Sasa unajua hizi beba majukumu zangu. Yes. Alafu kuna hizi clinics. Lazima niende clinics na So how often do you go to clinics? Hata saa hii nimetereria. I don't know kama unaelewa kutereria. Unafaa kwenda clinic after how long? After siku ngapi? Every week. Yeah. Inakugharamia pesa ngapi? 4,200. 4,200. Yeah. Kwa siku ngapi? Utaenda hadi lini?
nitaenda mpaka ile siku daktari atasema iko sawa. Juu saa zingine so hujaongea na daktari maybe akakwambia utachukua mwaka mzima ama miezi kadhaa ndio hiyo story iishe na uache kwenda clinic? Hapana. Aliniambia nikue ni long term. Sasa ana treat nini kwa sasa? Sikuelewi. Anatibu nini saa hizi? Saa hizi ni check-ups, waangalie mpaka choo yake iko aje, waangalie kidonda, waangalie njia yake kama iko sawa, hivyo sasa. Okay, so bwanako kukula kwa huyu mtoto ni shida. Okay. Juu huwezi mpea chakula mingi, huwezi mpea kidogo. Haizi kaa njaa. Aya, chakula yake ni maziwa. Ako na miaka ngapi? Ako na 2 years 3 months. Lakini bado ananyonya? Ananyonya. Okay, juu sasa kunyonya ni rahisi kuliko kukula. Lakini sina maziwa ya kumshibisha. Unajua ni mkubwa bado. Na pia ukuli vizuri. So uko na watoto 5. Nyumba nani anakulipia? Nilikuwa nalipiwa na madamu anaitwa Kagiri, Patricia. Lakini sasa hii alipi? This Monday alinilipia. Siwezi sema hajanilipia. Okay. Yeah. So pia mtu akipata kazi anaweza kuitia, si ndio? Anaweza niitia. Mimi sibagui kazi. Nimekwambia nimefanya mjengo. Okay. Yeah. So bwanako alitoroka kwa sababu mtoto ni mgonjwa. Yes. Utamwambia aje? Kwa sababu najua hii lazima itamfikia. Ataiona tu. Hii afadhali tu tuseme hapa lazima ataona hii video. So akiona utamwambia aje? Mimi simuhitaji. Umuhitaji? Kabisa. Umemsamehea kwa kukuondokea? Hata niko sawa. Uko sawa. Utamwambia aje? Ongea tu kwa maneno. Simtaje jina. Okay, sawa, ina shida. So mtu ambaye ameona hii story na angetaka labda kukusaidia, kukutafutia kazi ama kukupatia pesa ya kwenda clinic ama kukulipia nyumba, atakushika vipi ama atakufikia vipi? Maybe namba yangu ya simu. Kwa sauti, namba? Namba yangu ya simu. Yeah. Namba yako ya simu ni? 0718 0718 77 16 94. Yeah. Tena 0718 77 16 94. Mtu akituma pesa kwa M-Pesa itaingia nani? Na kujaga Mwikali Mutinda. Mwikali Mutinda. Yeah. Okay, sawa. Si washukuru na lugha yako basi wenye wana watch, hata kama hawataelewa labda utatuambia venye inamaanisha. Ni mtu ongea mubye nyonde alama ngwatele ile kuma kana kake ano, even through prayers, through support, ni mtu ongea mubye nyonde pio ngaya mwadime. Okay. Yeah. Hiyo hata nimeelewa. Hiyo hata si lazima utuambie inamaanisha nini. Nashukuru kila mtu atachangia na mwenye pia amekuwa akikushikilia, si ndio? Yeah. Alright, so asante sana. Tato. Mambo Tato. Mambo. Bye. Mambo. Nimeona firstborn hapa. Kuja utusalimie. Kuja hapa utusalimie. Acha nionyeshe watu firstborn. Unajua firstborn? Niko na wengi. Mambo. Unaitwa nani? Kwa sauti kabisa. Naitwa Frida. Unaitwa Frida? Okay, utaambiaje mamako? Namuombea Mungu sana. Kwa sauti? Namuombea Mungu sana kwa sababu ametulia na shida sana. Lakini tunajua siku moja atakuja kufaidika. Okay. Tumsaidie. Okay. Yeah. Unaitwa nani? Naitwa Frida. Frida. Alright. Sawa Frida. Mama yako atasaidika, mtoto atapona na maisha yaendelee vizuri. Sawa. Alright. Okay. Sawa. So Mama Frida, yes. Tutamalizia hapo. Tutashukuru Mungu na tunajua mambo itakuja kuwa mzuri, sawa? So Tato, mambo sasa utapona? Sawa? Wow, utapona? Si ndio? Si utapona? Mimi najua utapona. Sawa. Tutashukuru Mungu ukipona. Si ndio? Unaitwa nani? Unaitwa? Oh, yeah. Katapona. Sawa, nashukuru. Alright. Nashukuru Mungu kwa sababu hapa ndio mtoto wangu aliyekwa njia Aga Khan. Alikuwa anatolea pupu hapa but iliweza kufungwa. Okay, sawa. Alright. So mambo Frida? Poa. Ongea kwa sauti. Poa.
Sasa mamako umesikia story yake, si ndio? Sasa unasoma class 6. class 6. Kwa nini uko class 6? Unafaa kuwa class 6 ama class 8? Sauti Class 7 ama 8. Nini ili happen? Mimi ndio nilikuwa na baki na watoto. Oh, watoto. So ukaacha shule ama? Nilikuwa sana baki na wao walikuwa wadogo. So sasa hivi usomi? Au uliacha shule? Juu ya pesa? Ama nilikuwa nikikosa shule. Sasa mama kutoka usiangalau nikienda 1 week. Mwalimu ananiambia umetoka kuolewa umerudi shule. Au mwalimu? Au mwalimu hakuwa anajua venye story yenye mamako anapitia? Nikimwambia hivi na hivi anasema ni kujifanya. Okay. So ungetaka mtu mwenye anaona hii video akusaidia aje? Ama kwa maisha ungetaka kufanya nini? Kwa maisha mimi nilikuwa nataka nisomee shule ya catering. Catering? Lakini sasa hujamaliza class 8. Kwa hivyo ulikuwa tayari juu umeona mamako haezi kukusomesha, ukaona afadhali hata ufanye catering, uanze kazi ya catering. Nisaidie kidogo. Okay. Lakini ikiwa kuna mtu atapatikana akusomeshe mpaka umalize high school, the better, si ndio? Okay, sawa. Kwa hivyo acha tungojee Mungu, labda Mungu atafanya kitu sawa. Alright, sawa.